Hii niseme vizuri, tena nikinyoosha maelezo, nasema vizuri nikinyoosha maelezo. Nitatolea mfano mchungaji Kuhani Musa. Nimeona anashambuliwa sana. Kuhani Musa, kama mtakuwa na kumbukumbu, alipigiwa simu na Mheshimiwa Rais akiwa kwenye ibada. Mheshimiwa Rais akachangia shilingi milioni 100, alafu Mheshimiwa Rais akamwahidi nitakuja kwenye uzinduzi wa kanisa lako likisha. Kosa la mkono hilo. Binadamu tumeumbwa na chuki, usuda na roho mbaya. Mimi nimwambie Kuhani Musa, hizi kashfa anazopewa maneno, mara akajitokeza binti anasema mimi amenishikia bastola, sio ameniomba unyumba. Jamani, hizi zote ni watu wameungana kumchafua baada ya kuona Kuhani Musa anakwenda kufanikiwa. Ni propaganda. Baada ya kuona Kuhani Musa sasa tayari rais atakwenda kwenye uzinduzi wa kanisa lake. Rais ametoa milioni 100. Mimi ninakuhakikishia miongoni mwa watu ambao wameungana na wanamfinance yule mwanamke kwenda kupeleka taarifa za uongo, kwenda kumrekodi mchungaji, kwenda kusema kwa yeye alishikiwa bastola, yule mwanamke simple and clear. Mimi nimefanya research. Kuhani Musa alikuwa karibu na yule mwanamke kweli. Na hadi familia yake ilikuwa inamfahamu, alikuwa anataka kuoa. Kuhani Musa alikuwa anataka yule awe mwanamke wake. Huyu binti ambaye analalamika sema kashikwa bastola, amelazimishwa kufanya matendo. Alikuwa familia yake inamjua na alikuwa tayari kuolewa. Baadaye baada ya kuona Kuhani Musa kwa ibada kazi anayoifanya haiendani na mambo anayofanya mwanamke, akarudi nyuma. Akamwambia no, kama huwezi kubadilika kuwa kwenye mlongo fulani, siwezi kuendelea kuwa na wewe. Kosa. Hivi kuna mtu anabaka kwa familia inajua mimi na masao na wewe, utasema nimekubaka? Yaani mimi na wewe familia yako Roja inajua umekuja kwa mwe babako na kumchumbia Marichui. Wanajua. Leo huko anakuja binti yetu aseme ananibaka ukanishikia bastola, sitakuwa na akili. Umeshaleta barua, tumefahamiana. Kwa mimi niwaambie tu, mabinti tuache kutumika kuchafua watu wanaotoa maneno bora. Wanatumika tu. Ni kuna baadhi ya wachungaji wengine wana wivu, wameungana, wanapeleka taarifa za huko. Kwa sababu ukifanya taarifa yetu unaambia eti kashikiwa bastola mwanamke afu ameombwa unyumba. Nyinyi mnajua bastola je? Hivi wewe ukishikia bastola hata uto utatoka. Nyinyi mnaelewa bastola? Alafu bastola hivi yule mchungaji ana waumini wangapi pale kanisani mwake? Yule binti ukimwangalia na uzuri gani wa kuwashinda waumini wanakwenda kanisani pale? Lakini mimi nimwambie Kuhani Musa, siku zote kwenye mafanikio. Mimi niliona rais amepiga simu kwenye kanisa lako akachangia milioni 100. Nilijua hapa lazima ataibuka vitu. Hata ingekuwa mimi nisikie kweli Roja leo kapigiwa simu, Roja mambo yake mazuri, lazima nitatafuta chokochoko za Roja, nitasema Roja mgonjwa. Yaani nitachukizwa tu. Nitasema Roja sio mzima. Kwa sababu binadamu tumeumbwa na roho ya kwa nini haijaja kwangu. Kwa hiyo ni wivu na chuki. Wamwache mchungaji Kuhani Musa. Anafanya kazi nzuri, anafanya kazi ya kizalendo, anajaribu kurudisha mabinti zetu ambao wamepotea kukaa kwenye mstari. Ni mtu ambaye amefanya mambo kwa sababu ya kesho yetu. Anafanya mambo kwa sababu ya kesho yetu, nchi kuwa na amani. Kwa yoyote, mimi nimeona wengine wanamtumia Mange. Mange, hata story yake ukisoma hazina ukweli. Yale kusema Mange hapa anapatika. Watu wamejikusanya kigrupu wametoa hela, jamani tumchafue huyu. Jamani, hamwezi mtu kumchafua kwa hela. Hata kipindi cha nyuma kaumu Lutu walikuwa wanatumika kuwachafua viongozi wa dini kwa hela. Jamani, pesa haijawahi kutumika kumchafua mtu akachafuka. Yaani unahangaika tu. Kuhani Musa Mungu ameshamtunuku. Tukubali Mungu amemuinua. Yaani Mungu akikuinua wewe, Mungu Kendrick, Mungu akuinua, tukubali Mungu amekuinua. Kuna watangazaji wangapi? Kwa nini wewe interview zako zinaenda? Ni Mungu amekuinua. Kwa hiyo sitaki mimi kuwa na wivu. Na nilikuwa niseme bwana huu ni wakati wako nikubali. Kwa hiyo niwaambie Kuhani Musa Mungu amemuinua. Ngoja kumalizia hizo points. Wewe muogopi kuingiana. Sasa mimi kwa muogopi kuna kitu gani? Sio kutuma faili yako. Kwa nini faili gani? Mimi ninatoa, mimi najiheshimu. Mimi ninajiheshimu. Bila mimi utazusha uzushi gani ambao sijausikia? Mimi uzushi gani ambao sijausikia? Sijausikia mimi uzushi gani? Uzushi gani umejaa kwamba utakuwa mpya? Kama kutembea na wanawake nishazushiwa kibao. Kuna uzushi gani? Kama nilipelekwa mpaka mahakamani kuambiwa nimetembea na fulani nimevujisha fulani, si nimepelekwa. Sasa kitu gani kipya kitakuja kitanishtua mimi niseme jamani sasa mimi mjapo hapa niogope. Kitu gani mnaambia nisaidie? Mjapo kuoni kama pengine jamii itakuona unatetea kile ambacho pengine kimeandikwa kuonekana mtumishi alikuwa akifanya vibaya mwanamke. So unasema unafanya research. Yes, wewe umesema kafanya vibaya.
Tuonyeshe vivid example. Wewe leo nikushike bastola utaenda? Mimi nikushike bastola utaenda? Utaenda polisi au utaenda kwenye media? Polisi. Sasa yeye polisi kashika bastola, nenda polisi. Polisi chunguze. Wanasema kwamba nguvu ya pesa inatumika. Sasa umwambie tena kwenye nguvu ya pesa. Dola, jamani, nawaambieni, dola hauwezi kuishinda kwa pesa. Niwaambie, dola hauwezi kuishinda kwa pesa. Aende polisi, haki yake ipatikane kule. Tuache kuchafua watu. Mwisho kabisa tumalizie, ndugu zangu, lenye hadhi ya muonekano. Kwa hiyo mimi nimpongeze Nana Dolls. Kama kuna mwanaume huyo ambaye amekufanikisha, basi mshiki. Kama mroge kweli kweli. Zuchu anajenga. Akujenga sio hapa. Huwezi kujenga huko unafanya mipasho. Yaani yeyote anayejenga, ulimwona Nana Dolls anafanya mipasho. Ukijenga huwezi kuwa na muda wa kufanya mipasho. Mimi wakati najenga nilikuwa natembelea Dualis, yule Roger alikuwa anaiona. Dualis inagonga chini kama nini? Mpaka anambia DC West Town natembelea Dualis, nikamwambia utanielewa baadaye. Wewe Zuchu anafanya mipasho. Ukuta mtu unakaa unachambana mipasho, utajenga sana. Unajua utajua easy pains. Msanii wako unamsifia ndio. Hapana, kwenye kujenga sio kwa hapa. Najua kuimba. Ukijenga kuna vitu utofanya. Yaani ukijenga huwezi kutumia mic kuita kigodoro kuanza kumsengenya mwanamke mwenzio anayepambana. Huwezi kumsengenya mwanamke mwenzio anayepambana. Wote wanapambania goli. Mwenye kisu kali yale nyama. Sasa unaweza kukaa unaitana na hizo unaweza kurusha mipasho. Haifai. Wewe hujaolewa. Maana jimbo liko wazi. Mwenye kisu kikali atakula nyama. Na umemsikia yule anaitwa na Kidote. Anakuambia kodi kashalipiwa zamani sana, tule tumechelewa kama kodi ya jambo. Lita anaitwa kama kodi anakuambia nishalipiwa. Na kweli kodi kalipiwa mapema, na kanambia Mwijaku muda si mrefu na hamia Mburati. Na atalipa Mwambini. Anaona Mburati, hiyo Mburati anafanya nini? Mazuri sana. Mwijaku, tunaona leo kwa post ukasema kwamba unajisi kama una amani na nini. Kuna watu kwenye comment wakasema kwamba mambo unayofanya Maka pengine inarudi, inakuwa kama karma, inakurudia wewe kwamba umefanya vitu ambavyo sio sahihi ndani ya mji mtukufu. Sasa nikwambie kitu kimoja. Jana nilipita sehemu nikakutana mabinti wamevaa nusu uchi. Alafu nikawafuatia wale mabinti, ni watoto wa Kiislamu. Mshanipata? Ni mabinti watoto wa Kiislamu wanasoma chuo kikuu cha Ardhi. Ni mabinti. Mmoja kati ya kitu kilichoniuma roho ni mabinti ambao ni Waislamu. Na majina wamebeba majina mazito. Mmoja anaitwa Hadija ambaye tunajua alikuwa mke, jina la alikuwa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwingine anaitwa Rahma. Unaangalia majina wanayobeba ni mazito, nikajiuliza wanavaaje nguo hizi za maumbile yao yako wazi. Moyo kaniuma, nikawaza siku ya mwisho, nikawaza maneno, aya zinazokemea watu wanaotembea nusu uchi. Moyo wangu ukajawa na maumivu makubwa sana, ndio maana nikasema Mungu atatuvusha kwenye hili. Nikaomba dua ya Rabbil Alamin. Ndio maana kama katika dua yangu nilikuwa nimeomba, ukisikia sehemu nasema Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani. Mungu aniboreshe maneno nitakayoenda kuambia mabinti waelewe. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hili ninaloenda kuambia wa mabinti, Mungu awekewe pesi, waweze kuyapokea, wasihisi kama vile na wasengenya. Dile ndio maana ile dua. Ni maneno ninayoenda kusema, Mungu aweke pesi yake kwenye moyo wao. Nikawasimamisha nikaambia you are so beautiful. Lakini kwa nini nikaumia zaidi? Wale mabinti wakasema tunashukuru kwa ukumbusho. Ukumbusho unaofaa kwa mtu ambaye ameupokea. Kaka yetu Mwijaku, tunapenda lakini maisha yanatupelekea hivi. Kwa nikajua ni njaa za maisha. Ndio moyo ukauma ukabubujika na machozi mazito. Niliumia nikasema ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu tunusuru na maisha magumu, tupe ahueni ya maisha, tupe riziki halali. Hawa mabinti wasingotembea hivi. Maana wanakuambia kaka, riziki hatujui tutakula nini, tuko chuoni, bomu limechelewa, hatujui tutakula nini, hatujui kesho yetu itakuwaje. Moyo ukauma, atakuwa huna ucha Mungu wa mtu huku ndani ya nafsi yangu. Alafu mimi nikuambie Roni, hakuna kosa nilolifanya Maka Mukarrama. Kwa taarifa yako ninakwambia, mimi sio mtu kukurupuka. Mimi nimesoma elimu ya dini. Hiyo napenda nikwambie, elimu ya dini nimesoma. Nimekaa darasani, mimi sijasomea dini ukubwani. Kama jamii inaharibika kupitia mitandao ya kijamii. Kila siku viongozi, Mama Gwajima anapiga kelele kuhusu mitandao ya kijamii kwa watoto wetu wanapotea kupitia mitandao ya kijamii. Kwa nini jambo jema nisilipeke kwenye mitandao ya kijamii? Wewe ukisema show off sawa, wale wanaoposti matiti hivi kwenye mitandao ya kijamii, afu leo Marichua na scroll naona matiti. Lakini Marichua akiscroll akiona anaona baba yake nimeshika na lia pale nazungumza mambo mazuri, atafuata kipi?
Lazima ajue kumbe baba ukienda Maka ukisema lolote linawezekana Kwa niache kule kwenye mtandao anaona matiti, niache kwenye mtandao anaona vimini, alafu kwenye mtandao nisipeleke kitu kizima. Ukiona mtu anayepinga hicho kitu mlichokifanya, naweza nikasema mwenye udhaifu wa imani. Akili yake haiko sawa. Kama jamii inaharibika mtandaoni, lazima niifuate mtandaoni. Wewe unasema nafanya show, wacha nikafanye show mtandaoni. Wakati mabinti wanatembea uchi, wanaonyesha miili yao kwenye mtandao, huwezi kukaa kukemea kusema wanafanya shehe. Najiuliza mashehe walikuwa hapo wakati mabinti wanakaa wanaonyesha maziwa yao kwenye mitandao ya kijamii. Watoto wa Kiislamu wanatembea uchi, mabinti wako, mashehe wako hapo, kwa nini wasiseme wewe fulani unavaaje hivi kwenye mtandao wa kijamii? Leo unanyosha mkono mwingia kwenda Kaaba kushika kumwombea Rais Samia Suluhu Hassan, eti unafanya show. Ni kweli tupo kwa sababu ya Uislamu au kwa sababu ya kutafuta attention? Ukitambana upepo mwingia unaenda mjini zaidi. Uone kama watu wanataka kutambana upepo. Wangapi wanatumia mitandao ya kijamii wanafanya vitu sivyo? Mpaka serikali inaingilia kati, inasema fulani njoo. Wanasema Mwijaku hii ni mara ya pili kama sio ya tatu unaenda mtukufu kama. Lakini wa ubavu wako ambaye tunaamini kabisa angekuwa ni mtu wako karibu, ungeweza kupeleka naye. Wapo ambao wanasema kwamba pamoja na yote kuna kitu kinachoendelea kwa Mwijaku, mke wake ni Muslim bado, kuwa Muislamu, na ndio maana pengine hampeleki huko. Lakini pia kumekuwa na maswali mengine juu ya jina lako. Unaitwa Baton Mwemba nani? Mwemba Baton Mwemba au Baton Mwemba Mwemba. Yes, ndio. Watu wanashuhudia. Lakini wewe Mwijaku, baba yako ulienda naye Maka, si ndio? Ni mama baba. Baba alienda Maka, si ndio? Sasa watu wajui Mwijaku ni Muislamu, Mwijaku ni Mkristo chimbuko, ni Mwijaku asili yake ni nini? Nimependa somo hizo, swali zuri sana. Muulize maswali mengi, naanza swali la mke wangu. Kwanza nikwambie, kwenda Maka Mukarrama ni wito. Yaani Maka ni wito. Kwa sisi Waislamu, usifikiri kila mtu anaitwa pale. Pale lazima upate wito kutoka kwa Mungu, na ule wito utakaopata uitwe na wewe uitike. Yaani Maka huwezi kusema mimi nina hela zangu naamka asubuhi na kwenda Maka. No. Kuna watu wanaforce wanakwenda Maka lakini hawawezi kufanya ile ibada waifanye. Anafika pale anaumwa mwanzo mwisho. Anaumwa mwanzo mwisho. Kila akifika sehemu ya kutia nia, mtu unamchukua mnampeleka mikati, tia nia, hawezi kutia nia, kauli haifunguki. Mungu hajakuita. Lazima Mungu akuite kisha utike. Ndio maana tunasema arabbeka Allahumma rabbeka rabbeka la sharika laka rabbeka innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Kwa nini tunasema maneno? Umeitika rabbeka Allahumma rabbeka rabbeka la sharika laka rabbeka. Huna mshirika, wewe umeniita. Mungu amekuita, umeitika. Kwa hiyo sio kila mtu ataenda pale. Kama hujaitwa na Mungu huwezi kwenda. Matajiri wangapi wanashindwa kwenda umra, kwenda Maka kuhiji? Kwa sababu Mungu hajawaita. Maka lazima uitwe, na ukiitwa ukiitika ndio utaenda. Mimi naweza nikakubeba wewe Roja ukafika kule na kupeleka mikati, tia nia, uwezi. Fanya tawafu, ufanyi. Na kupeni siri moja, kuna binti moja amejichanga hela zake ameenda kule, kufika kule siku zote anabidi. Siku zote ameingia mwezini. Na unajua sheria ya Uislamu ukiingia mwezini utakiwa kufanya ibada. Kafika kule hawezi. Hadi tarehe yake ya kuondoka inafika kama bomba hivi. Watu wakaambia Mungu hajakuita. Umeforce. Rudi, fanya mrejee Mungu, Mungu akuita utaitika. Karudi, analia binti. Kanywa vidogo vya kuzuia mwezini zistop wapi? Masheikh wanamuita, Ibn Battuta kamuita kaambia tusilazimishe. Kiongozi wa Ibn Battuta kamchukua kampa dawa za kuzuia za kukata. Hendi zao zikate. Amempa dawa haijakata kama bomba hivi. Analia binti yuko Maka mji mtakatifu, anashindwa kufanya ibada yoyote. Baadaye tukamwambia wewe hujaitwa na Mungu. Rudi, mrejee Mungu, ukiitwa utakuja. Kwa hiyo kuhusu mke wangu, Mungu akimuita ataenda. Mke wangu mimi ni Muislamu, amesilimu. Siwezi kuongea uongo mbele ya kamera, ni Muislamu na anajua hukumu za Uislamu. Mungu akimuita ataenda. Mume wake riziki ametupa, Mungu amenipa riziki. Kwa hiyo Mungu akimuita ataenda. Inshallah bibillah, Mungu amuite ataenda. Ataitika. La pili, kuhusu jina langu, jamani, jina ni jina tu. Sawa kama ugali. Wengine wanaita, kila mtu ana jina lake anakuita, lakini ni ugali. Mimi ni asili ya Uislamu. Nimezaliwa katika Uislamu. Baton ni asili ya wazazi wangu. Mimi asili yangu ni Kigoma. Babu yangu alikuwa mtumwa, alikuwa anamtumikia Richard Baton Kigoma.
alikuwa mpishi. Kwa hiyo babu yao wakawa wamelipenda lile jina, wakasema tunachukua sababu tuliishi na huyu bwana missionary vizuri, wakalitoa jina la Barton wakaja nalo wakanipa mimi. Kuna dhambi gani? Kwa hiyo jina sio dini, au mtu amevaa makanzu leo ndio dini. Hapana, jina sio dini jamani. Kwa hiyo una jina lingine pengine Mohamed? Msina, mimi jina langu hilo hilo, Barton Mwemba. Sawa, swali langu la mwisho ni hapa. Wewe kama mdau, ndio umegusia bizikati hapa mambo ya dini, mambo ya nini. Tumeona sasa hivi mitandao ya kijamii kila mtu anaandika anachojisikia yeye. Kuna baadhi ya viongozi pia, unajua viongozi pengine labda wa dini hawako involved sana kujua mambo ya kisasa. Umeelewa? Wengine wanakuta na kashfa, masuala ya mitandao ya kijamii, mara si kuna mwanamke, kuna nini. Nataka kidogo ukiwa kama mzoefu wa mitandao ya kijamii wape darasa kidogo viongozi wa dini, kwa sababu siku nao ni binadamu kama sisi, wanateleza lakini